Siku zilizofuata baada ya kukutana na Bi Samira Mzirae, maisha yangu kazini yalibaki yale yale. Lakini akili yangu haikubaki salama tena. Nilianza kugundua kitu ambacho sikupaswa kugundua. Alikuwa mpweke. Na upweke wa mtu tajiri huwa hauonekani kirahisi. Unajificha nyuma ya tabasamu la heshima na mavazi ya gharama. Kila asubuhi nilipofika kazini, gari lake jeupe lilikuwa tayari parking. Na ajabu, karibu kila jioni tulikutana lifti. Haikuwa tena bahati mbaya. Ilikuwa kama muda wetu ulikuwa unaendana kimya kimya. Siku hizi unaonekana umechoka, aliniambia siku moja. Nilicheka kidogo. Kazi mama, maisha tu. Alinitazama kwa muda mrefu kuliko kawaida. Halafu akasema, usiniite mama, unanizeesha. Nilishikwa na butwa. Sawa madam. Akatingisha kichwa. Niite Samira inatosha. Na hapo mstari wa kwanza ulifutika. Boss Mzirae alikuwa mtu wa kazi tu. Alifika mapema, aliondoka usiku. Simu yake haikuzimwa hata sekunde. Wafanyakazi walinong'ona kuwa hata nyumbani alikuwa hivyo hivyo. Siku moja nilikuwa nampelekea mafaili ofisini kwake usiku. Mlango ulikuwa wazi kidogo. Nilimsikia akiongea kwa hasira kwenye simu. Sina muda wa drama za nyumbani sasa. Akatupa simu mezani kwa nguvu. Niligonga mlango haraka kujifanya sijasikia. Lakini siku hiyo nilielewa kitu. Nyumba ya boss haikuwa na amani kama tulivyodhani. Jioni moja mvua kubwa ilinyesha ghafla. Wafanyakazi wote walikuwa wameondoka. Nilikuwa nasubiri ipungue. Nilipogeuka, alikuwa pale reception. Samira ameshika funguo za gari lakini akiangalia mvua kwa huzuni. Unaishi mbali? Aliuliza. Nikajibu, ndiyo kidogo. Alikaa kwenye sofa. Kwa mara ya kwanza, alionekana dhaifu. Hakukuwa na tabasamu lake la kawaida. Dakika chache zikapita, kimya. Kisha akaongea bila kuniangalia. Unajua mtu anaweza kuwa na kila kitu, lakini asiwe na mtu wa kuongea naye? Sikujua nijibu nini. Aliendelea. Watu wanaona pesa, magari, nyumba. Hawajui kuna ukimya mkubwa sana ndani yake. Nilihisi moyo wangu ukibana. Kwa sababu maneno yake yalikuwa ya kweli kupita kawaida. Na hapo ndipo kosa langu la pili lilianza. Nilimsikiliza sana. Tuliingia kwenye lifti pamoja. Umeme ukakatika ghafla. Lifti ikasimama. Giza. Ukimya. Nilisikia pumzi yake karibu sana. Usiogope, nilisema. Akacheka kidogo. Sijaogopa. Nimezoea kuwa peke yangu. Maneno yale yaliniumiza bila sababu. Dakika chache baadaye, umeme ulirudi. Lakini kitu fulani kilikuwa tayari kimebadilika. Tulipotoka kwenye lifti, hakutembea haraka kama kawaida. Alitembea pembeni yangu. Karibu mno. Hatari mno. Siku iliyofuata, mfanyakazi mwenzangu aitwaye Hamadi alinivuta pembeni. Acha na kuona sana karibu na mama boss, alininong'ona. Nilicheka. Unamaanisha nini? Alinitazama kwa uzito. Hapa, kazi zimepotea kwa mambo madogo kuliko hilo. Moyo wangu ulidunda, lakini kiburi cha kijana maskini kilinifanya niupuuze. Nilijiaminisha. Ni mazungumzo tu. Hakuna kinachoendelea. Sikujua tayari nilikuwa naingia eneo ambalo hakuna mtu hutoka salama. Usiku moja saa 5, simu yangu iliita. Namba ngeni. Nilipopokea, nilitambua sauti ile mara moja. Ilikuwa ya Samira. Ilikuwa dhaifu. Karibu analia. Naweza kuongea na wewe kidogo? Hapo ndipo safari ilianza kweli. Safari ingenipeleka kwenye ile asubuhi mbaya. Niliamka kitandani kwake.